يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وتمسك بكتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka rehma zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bila ya kuwachosha tuingie moja kwa moja katika maudhu. Khutba yetu ya leo insha Allah ta'ala kichwa chake kinasema majaa, kwa yale ambayo kwamba yamekuja, fi man, kwa yule ambaye kwamba lam yaqna, hatoridhika, bihalfi billahi, kwa kuapiwa Mungu. Hii ndio khutba yetu ya leo insha Allah taala. Tumeichukua khutba hii ili tuweze kutoa baadhi ya makosa ambayo kwamba tuko nayo sisi wanadamu katika kula yamini au katika kuapa, katika viapo vyetu tunavyoapa. Wanasema ahlul ilm katika maelezeo walioyaeleza dhidi ya kichwa hichi cha khutba yetu, wanasema ya kwamba yanha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala an halfu bi abai, juu ya kuwapa kwa majina ya mababa zetu. Ikhwa fillah, kuna viapo ambavyo kwamba huwa tunaviapa sisi ili mtu aonekane ni mkweli kwa lile jambo ambalo kwamba amelifanya. Mathalan, nimefanya jambo mimi na nikatambua thika ya kwamba hili nililolifanya ni kosa. Sasa wakaja watu kuniuliza, nikikiri kosa lile nitaadhibiwa. Sasa ili nikimbilie nisiadhibiwe, niulizwe, wewe ndiye uliyefanya kadha wa kadha? Nakataa, nasema la, si mimi niliyofanya. Mmoja aseme ni wewe, nilikuona mimi ukifanya. Sasa ili nijitakase mbele ya wale ambao kwamba wamenifuata, natumia kiapo hichi, baba yangu fulani mimi sijafanya, au mama yangu fulani mimi sijafanya. Au mtu atatumia kiapo aseme, ikiwa mimi nimefanya, basi baba yangu afufuke hali ya kuwa ni kijana mdogo. Hichi ni kiapo ambacho kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametukataza, kwa sababu ni kiapo ambacho kwamba kimeingia moja kwa moja katika shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, wana wazuoni wanatuambia ya kwamba Mtume amekataza watu kuwapa kwa kupitia majina ya mababa zao au mababa zetu. Lianna alhalf, akasema hakika ya kiapo, ta'dhim
limahluf, ni kumtukuza yule unayemwapia. Kwa hiyo atakayeapa kwa jina la babake au kwa jina la mamake, itakuwa amemtukuza mzazi wake, akamtweza Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wata'dhim haqqullah subhanahu wa ta'ala, na wakutukuzwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye kwamba ni mtukufu katika ulimwengu huu mzima isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata zile kauli tunazozitumia kwa kuwatukuza viongozi wetu, tukasema mtukufu raisi au mtukufu gavana au mtukufu fulani, haya ni maneno ambayo kwamba ulama wetu wa dini ya Kiislamu wametueleza ya kwamba haya ni maneno ya kishirikina, kwa sababu anayetukuzwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala si mtu mwingine yeyote yule, kwa sababu Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ambaye kwamba hana makosa, alkamalu lillah. Lakini wanadamu wote wana makosa, wanadamu wote wana nuksani. Kwa hiyo atakayemuita mtu mtukufu au atakayemtukuza mtu, huyu ni sawa na kumfanya hana makosa wala hana mapungufu, ambayo sheria ya dini yetu hii ya Kiislamu imetukanya na imetukataza vikali sana dhidi ya kumuita mtu mtukufu au kumtukuza asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'mur, kisha akaamrisha nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man halafa, mwenye kuapa, billahi, mwenye kuapa kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu, ambacho ni kiapo gani? Wallahi, billahi, tallahi. Hichi ndicho kiapo ambacho kwamba Muislamu ameruhusiwa kukiapia nacho. Na kuna hadithi nyingi ambazo kwamba zimekuja, utakuta Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiapa akisema, naapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake. Sasa jawabu lilio wazi ya kwamba hichi kiapo ni kiapo ambacho kwamba kipo ndani ya sheria, kwa sababu ambaye yuko na nafsi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiye aliyemiliki nafsi za watu wote ulimwenguni. Kila ambaye kwamba yuko hai, sawa ni mwanadamu au ni mnyama, nafsi zetu sote ziko mikononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaamrisha akasema, man halafa billahi, atakayeapa kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, an yakuna sadiqan, ni awe mkweli kwa kile ambacho kwamba anaapa nacho. Ndugu katika imani, mtu akiamua kuapa kwa kutumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, shart an yakuna sadiqan, ni paka awe ni mkweli kwa kile ambacho kwamba anaapa nacho. Ahakikishe ya kwamba mimi naapa hili jambo ni kweli sijalifanya, au hili jambo ni kweli nimelifanya. Je, sisi tunaapa tukidhania ya kwamba tunaapa katika ukweli au tunaapa katika uongo? Aljawabu ni kwamba miongoni mwetu sisi, wengi wetu sisi, tukiapa viapo vyetu vinakwenda kinyume na sheria, bimaana tuapa kiapo cha uongo. Kwa kuwa wataka biashara yako iende sawa, upate wateja wengi, watu waridhike, utatumia kwa kumwapia Allah subhanahu wa ta'ala ili yule mteja wako aamini. Au una hofu ya kwamba mimi bosi amenifuata, ameniuliza kadha wa kadha wa kadha, kwa hiyo nikimweleza ukweli nitakosa kibarua, kwa hiyo inabidi uzungumze uongo, tena unatia kiapo cha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumeamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atakayeapa kiapo chake kiwe
yale anayoyaapia yawe ni ya ukweli. Kwa nini? Anasema lianna as-sidq, hakika ya ukweli, mimma aujabahu Allahu alayhi ibadihi mutlaqan, ni katika mambo ambayo kwamba ule ukweli ni katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ni wajibu kwa waja wake moja kwa moja. Hii haina mjadala kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kusema ukweli. Kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatuwajibishia hili na ushahidi ndani ya Qur'an? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini muogopeni Mwenyezi Mungu na muwe miongoni mwa wakweli. Kuna sifa mbili hapa zimefuatana. Sifa ya kwanza ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili ni kuwa mkweli. Bimaana anayemuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala moja kwa moja atakuwa ni mkweli, na atakayekuwa mkweli moja kwa moja atakuwa na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mcha Mungu mzungumza uongo isipokuwa katika dharura ambazo kwamba zimemwajibisha azungumze uongo. Lakini asli ya mcha Mungu huyu anakuwa ni mkweli katika kila jambo, maneno au vitendo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibisha watu kusema ukweli katika kila jambo, na akatunadia kutuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na muwe miongoni mwa wakweli. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, yeyote ambaye kwamba anamcha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mkweli, na yule ambaye kwamba ni mkweli atajipamba, itakuwa amejipamba na sifa ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa idha khulifa billah, na vipi utakapokuja katika kuapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuwajibisha kusema ukweli, ya kwamba ni wajibu katika kusema ukweli? Vipi katika kulitukuza jina lake katika hali ya kula yamini? Inakuwa ni aula zaidi kwa kile unachokiapia uhakikishe ya kwamba ni cha ukweli. Usiape kiapo cha uongo kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa umelitweza au umeliporomosha, umemdhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu utakuwa na adhabu mbili. Adhabu ya kwanza, umezungumza uongo. Adhabu ya pili, umedhalilisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muru sallallahu alayhi wasallam, vile vile akaamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man halafa lahu billahi, yeyote ambaye kwamba ataapa kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi husuma, katika uongo, au ghairiha, au katika jambo jingine lolote lile. Mtu aape kwa majina ya Mwenyezi Mungu katika hali ya uongo au katika jambo jingine lolote lile, an yarda, ni lazima yule aliyeapiwa aridhike kwa hilo aliloapiwa. Ndugu katika imani, tuelewane haya maneno ambayo kwamba wanatuelezea hawa. Kifungu cha kwanza kimesema ya kwamba anayeapa kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni awe mkweli. Kifungu cha pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ameamrisha kwa yule ambaye kwamba ataapiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hali ya uongo au kwa jambo jingine lolote lile, an yarda, ni aridhike. Niwaletee mfano.
nimeibiwa simu yangu, mathalan nimeibiwa simu yangu, na aliyeniibia simu ikawa namjua ni fulani ndo ameniibia simu, au nikaja nikaambiwa fulani ndo alikuibia simu yako, nikamfuata yule bwana nikamuuliza, Sheikh, mimi nimeibiwa simu na wewe ndio uliniibia simu yangu. Yule bwana aseme, wallahi billahi tallahi, si mimi nilioiba simu, na yeye ndiye aliyoiba simu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ananiamrisha mimi niamini kwa kile kiapo alichokiapa ya kwamba si yeye aliyefanyaje, aliyeiba simu. Na waletea kisa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuyathibitisha haya maneno ya wana wazuoni. Siku moja sahaba wa Mtume alimfuata Mtume, ikawa yuamdai kiasi cha pesa ambacho kwamba amempa. Akamwambia, Rasulullah, vipi deni langu? Mtume akamwambia, nimekulipa. Yule bwana akamwambia, haujanilipa. Mtume akamwambia, nimekulipa. Wakaanza kuzozana kidogo pale, nimekulipa hujanilipa, nimekulipa haujanilipa. Bahati nzuri akatokea sahaba mmoja akahusikia ule mjadala baina ya Mtume na sahaba wake wakielezeana. Yule sahaba aliyekuja akamwambia yule sahaba mwenzake, Mtume amekulipa pesa yake. Akamwambia, la, Mtume hajanilipa. Akamwambia, wallahi billahi tallahi, Mtume amekulipa. Yule bwana akamwambia, madhali umeniapia kwa Mwenyezi Mungu, nimeamini Mtume amenilipa. Angalia watu walivyoishi katika misingi ya Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alipoulizwa huyu sahaba, kwa nini umethibitisha ya kwamba mimi nimelipa, alitoa sifa moja. Akamwambia, Rasulullah, hakuna historia ya kwamba wewe ni muongo, hakuna historia ya kwamba Mtume amezungumza uongo. Na yule bwana alipoulizwa, kwa nini umekubali ya kwamba Mtume amekulipa baada ya kuambiwa na huyu, akasema, amenitajia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikabidi niridhike kwa sababu ya kunitajia majina ya Mwenyezi Mungu, kamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mimi na wewe tukiambiwa, wallahi nimekulipa, wallahi nimekulipa, wasema bado hujanilipa, tutakwenda leo. Umekosa kuamini au kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema ni aridhike kwa kiapo kile atakachoapiwa, lianna dhalika, kwa sababu ya hiyo, min ta'dhimi llahi, ni katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yubayinu sallallahu alayhi wasallam, kisha kabainisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alwaid shadid, mawaidha au habari iliyo nzito, fi haqq, katika haki, man lam yarda, kwa yule ambaye kwamba hataridhia, bihalafa billahi, kwa atakapoapiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akasema, lianna dhalika, hakika sababu ya hayo, yadullu ala adamu ta'dhimi llahi subhanahu wa ta'ala, inapatikana ni dalili ya kutomtukuza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nani? Yule ambaye kwamba atatajiwa majina ya Mwenyezi Mungu katika kulayamini kisha akawa hataridhika, basi huyo atakuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kutotukuza majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wameanasa wapi wanazuoni wetu maneno haya? Wameyachukua katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi iliyosimuliwa na Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, la tahlifu biabaikum, musiape kwa majina ya mababa zenu. La tahlifu biabaikum, musiape kwa majina ya mababa zenu. Man halafa billah, yeyote atakayeapa kukuapiwa kwa Mwenyezi Mungu, falyasduqu, basi awe mkweli.
waman hulifa lahu billah, na yule ambaye kwamba ataapiwa Mwenyezi Mungu, falyarda, basi ni aridhike kwa kile kiapo ambacho kwamba ataapiwa nacho. Waman lam yarda, na yule ambaye kwamba hataridhika kuapiwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, falaisa min Allah, hayuko pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuonyesha au anatufundisha jinsi ya watu kutukuza majina ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kula yamini. Sasa ikhwa fillah, tunapoingia katika kula yamini, tunapoingia katika kuapa, kwanza tuhakikishe tunachokiapia ni cha ukweli. Alafu tuhakikishe ya kwamba tutakuwa ni wenye kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika kuapa kule ambapo kwamba utakuwa umekuapia. Na yule anayeapiwa naye awe ni mwenye kuridhika, kwa sababu asiporidhika itakuwa hakutukuza majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakuwa yuko mbali naye. Swali ndugu zanguni katika imani, ni nani kati yetu sisi ambaye kwamba yuko tayari achukiwe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ayekwe mbali na Allah subhanahu wa ta'ala? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر. والله